Bwana Yesu asifiwe mpenzi mtazamaji wangu. Karibu sana katika chaneli yetu. Nipende kukaribisha kama ni mara yako ya kwanza, usisahau kusubscribe, lakini pia kama bado hujasubscribe, usisahau pia kusubscribe. Siku ya leo nakuletea namna au ni jinsi gani uweze kuomba pale unapokuwa na maombi yako. Unaweza ukawa na maombi yako au unatamani kuyapeleka mbele za Mungu, basi mimi nakuletea ni namna gani utaweza kuyaomba hayo maombi. Jambo la kwanza kabisa, unatakiwa uanze na kumwabudu Mungu kwa kinywa chako wewe mwenyewe, ukisifu matendo yake makuu ambayo ameweza kuyatenda katika maisha yako. Lakini pia unatakiwa kumshukuru Mungu kwa matendo yake makuu ambayo amezidi kukufanyia wewe katika kila siku. Unaweza kuwa unaimba nyimbo ambazo zinamshukuru Mungu, zinamsifu Mungu, zinamtukuza Mungu kwa matendo yake makuu. Tukisoma katika kitabu cha Zaburi ya sura ya 100 mstari wa 4 na wa 5, neno la Bwana linasema, ingieni malangoni mwake kwa kushukuru, nyuani mwake kwa kusifu, mshukuruni, himidini jina lake, kwa kuwa Bwana ndiye mwema. Rehema zake ni za milele na uaminifu wake vizazi na vizazi. Kwa unaona, kwa Mungu anatakiwa ashukuriwe, Mungu anatakiwa ahimidiwe, Mungu anatakiwa atukuzwe. Kwa hiyo kitu cha kwanza unatakiwa uanze kwa kumwabudu Mungu, lakini pia kumshukuru. Jambo lingine, mara baada ya kumaliza kipengele cha kuabudu, unachotakiwa sasa wewe kufanya, unatakiwa uweze kuomba rehema au kuomba utakaso. Kumbuke, labda kwa namna moja au nyingine umeweza kumkosea Mungu, na usipende kuenda kwenye maombi kabla ya utakaso. Kwa hiyo unatakiwa uweze kujitakasa. Tukiwa tumeungama dhambi zetu, tumefanya utakaso, Mungu akatupa rehema, Mungu huwa anasikia maombi yetu. Kwa hiyo tunatakiwa kabla tujapeleka maombi, basi tuweze kufanya toba. Kwa sababu sisi ni wanadamu, tunamkosea Mungu kila mara. Kwa hiyo tunatakiwa kabla tujapeleka maombi, basi tuweze kufanya toba. Lakini jambo lingine, tunatakiwa safisha anga, lakini pia tiisha fikra zako zote ziweze kumtii nani? Kristo. Unajua, unaweza ukawa unaomba, lakini unaomba tu kwa mdomo, lakini fikra zako, mawazo yako yote hayako pale. Kwa hiyo unatakiwa kabla hujaingia kwenye maombi, sasa kupeleka maombi yako, unatakiwa uzitiishe fikra zako zote ziweze kumfanyaje? Ziweze kumsikiliza Kristo, yani zikufanye wewe uweze kuomba. Usio unaomba lakini mawazo yako yako sehemu nyingine. Tukisoma katika kitabu kile cha Wakorintho wa pili sura ya 10 mstari wa 3 mpaka 6, neno la Bwana linasema, maana ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanye vita kwa njia ya mwili. Maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome, tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuacho juu ya elimu ya Mungu, na kukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Tena tukiwa tayari kupatiliza maasi yote, kutii kwenu kutakapotimia. Umeona? Kwa hiyo neno hili linatufanya kwamba sisi hatuenendi katika namna ya kimwili, tunaenenda katika namna ya kiroho. Kwa hiyo tunatakiwa tuweze kuzitiisha fikra zetu ziweze kumtii Kristo ili tuweze kufanya maombi. Lakini pia jambo lingine nalotakiwa kufanya ni kupeleka sasa mahitaji yetu. Mara baada ya kuabudu, lakini pia kushukuru Mungu, lakini pia kufanya utakaso na kusafisha anga, sasa ni ule muda wa kuweza kupeleka maombi yetu. Ukisoma katika Isaya sura 43 mstari wa 26, neno la Bwana linasema, unikumbushe na tuhojiane, eleza mambo yako upate kupewa haki yako. Kwa hiyo tunatakiwa tuanze sasa kumweleza Mungu yale ambayo tunahitaji. Unaweza kuwa na mahitaji yako mbalimbali. Kwa hiyo mara baada ya kufuata vipengele hivi, sasa huu ndo wakati wa wewe kuweza kupeleka mahitaji yako. Lakini pia jambo lingine, ambatanisha maombi yako na neno la Mungu. Unapokuwa unaomba,
jitahidi sana kuweza kuambatanisha maombi yako na neno la Mungu. Kwa mfano unaweza kusema, Bwana wewe mwenyewe ulisema kwamba tuombe nasi tutapokea, tubishe nasi tutafunguliwa. Unaona, unakuwa unaambatanisha mistari neno la Mungu katika maombi yako, na Mungu naye atakusikia. Lakini pia jambo lingine unalotakiwa kufanya ni kukemea na kuharibu na kubomoa kila kizuizi cha maombi yako kufika mbele za Bwana. Unajua, unaweza ukawa unaomba lakini kuna vizuizi ambavyo vinafanya maombi yako yasiweze kufika mbele za Mungu. Kwa hiyo unachotakiwa ni kukemea na kubomoa na kuharibu kila kizuizi chochote, kila kizingiti chochote kinachofanya maombi yako wewe yasiweze kufika mbele za Mungu. Wewe ukishafanya hivyo, jambo la mwisho unalotakiwa kufanya wewe sasa ni kushukuru Mungu. Unashukuru Mungu kwa imani kwamba yale uliyoyaomba yameweza kupokelewa, na huku ukiwa unasubiria majibu yako kwa imani. Kwa hiyo ndiyo namna ya wewe kuweza kupeleka maombi yako. Usipeleke maombi tu kiolela, bali fuata hizi process. Kitu cha kwanza, anza kwa kuabudu na kumshukuru Mungu. Lakini pia fanya utakaso, lakini pia safisha anga na kuzitisha fikra zako zimtii Kristo. Lakini pia sasa unatakiwa upeleke hayo maombi yako. Lakini pia hayo maombi sasa unatakiwa uyaambatanishe na nini? Na neno la Mungu. Lakini pia unatakiwa ukemee na kuharibu na kubomoa kila kizuizi ambacho kinakufanya wewe maombi yako yasiweze kufika mbele za Mungu. Lakini pia jambo lingine, unatakiwa mshukuru Mungu sasa kwa imani kwamba haya niliyoyaomba yameweza kupokelewa. Basi mimi nipende sana kukushukuru kwa kuzidi kutufuatilia, lakini pia nikukaribishe kama ni mara yako ya kwanza, basi usisahau kusubscribe, lakini pia kubonyeza alama kengele. Asante sana, mpaka wakati mwingine, ubarikiwe.